Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Leo tena ni siku njema ambaye Mungu wetu ameifanya, nasi hatuna budi kuitumia hii siku ambayo Mungu wetu ameifanya. Na nichukue nafasi kukaribisha kila mtu hapa uliyefika hapa nyumbani mwa Bwana, madhabahuni, katika madhabahu ya neno na maombi. Neno na maombi. Na wewe ambaye kwa neema ya Mungu umepata kibali katika kifaa chako kiganjani mwako, mahali popote, kwamba unanipata, jumbe huu ukae sehemu ya maisha yako na maisha yako yakapate neema, kombozi katika kila hatua kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Amen. Siku ya leo tutakuwa na somo linalosema juu ya kichwa cha somo, mwongozo wa maombi ya imani. Tunaenda kuangalia somo linalohusu maombi ya imani, na tutaangalia watu ambao waliomba, watu ambao walikuwa na mwongozo huo katika Biblia na Mungu akaonekana katika maisha yao. Kwa hiyo tunaenda kuona hatua ya msimamo wao kiroho na jinsi walivyotembea, walivyoenda katika maisha yao, katika maisha ya kiroho, imani na neno la Mungu likaleta mabadiliko katika maisha yao. Uko tayari? Amen. Tunaanza ibada hii katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nifuatilie vizuri, nisikilize vizuri. Ninatoa fundisho la mwongozo wa maombi ya imani, maombi ya mtu wa rohoni kwa imani. Tunaona jinsi msimamo wa watu hawa katika Biblia walivyoenda kiroho kwa imani, na tunaona jinsi walivyotembea na jinsi walivyoutendea imani kazi, na pia walivyoitendea maisha yao kiroho, yani kazi. Kwa hiyo tunaangalia jinsi walivyoenenda katika maisha yao kiroho. Sehemu ya kwanza tunaanza na tafundisha msingi ulio muhimu sana katika imani kiroho. Sehemu ya kwanza tunaanza kuangalia msimamo wa imani na msingi wa kiroho ulivyo. Kwa hiyo tunaanza kwa hatua hiyo. Kwanza tujue imani ni nini. Imani ni nini? Tuangalie msimamo wa imani kuwa ni msingi thabiti wa kiroho unaoamua jinsi mtu ama watu ama jambo. Elewe vizuri. Haleluya. Amen.
Nataka nisungumze kwa sababu utaweza kuona itakavyo kuletea mabadiliko kwa namna isivyo kawaida. Sehemu ya kwanza tunaangalia msimamo wa imani, na nikielekeza kuleta ufafanuzi na msingi wa imani kiroho. Msimamo wa imani tuangalie kuwa ni nini. Msimamo wa imani kimsingi ni kwamba msingi wa uthabiti wa kiroho unaoamua jinsi mtu anavyoamini, kuishi na kutenda kazi katika nyakati zote katika maisha yake. Nyakati zote, kuna nyakati, kuna majira ambayo inaweza ikawa sio nzuri, sio sawa, lakini bado kwa sababu ya msingi wa imani ulionayo kiroho, bado maisha yako yakawa vizuri. Japo umekutana na changamoto kama mtu binafsi au familia au mahusiano au huduma, maono au kazi. Sasa si nyakati nzuri tu, bali pia hasa katika nyakati za shida pia ni kama kwamba ambavyo uone ya kwamba katika kitabu cha Mathayo 7, somaji Mathayo 7 tutaangalia 24 mpaka 27. Tutaangalia kuona katika andiko hili nini kinachozungumzwa mahali hapa. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Neno la Mungu linasema, basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Haleluya. Amen. Mungu asifiwe. Amen. Tunaona neno linatupeleka kujitazama na kuona na kuelewa. Kumbe kuitwa sisi nyumba ya Mungu, nyumba ya Mungu, lakini iliyojengwaje? Msingi wake ukoje? Maandiko yanatuambia katika kitabu cha Mathayo ule mlango wa 7 mstari wa 24 mpaka 27 kwamba tunafananishwa kama nyumba iliyojengwa katika mwamba. Maana yake nini? Yatakapokuja shida, matatizo, changamoto, haiwezi kukuhamisha, haiwezi kukuyumbisha. Haleluya. Bado unabaki imara. Amen. Bado unabaki vizuri. Amen. Kwa hiyo nataka nizungumze kwako, kila mmoja upate kunielewa kwamba sasa tunaingia katika hatua ya kuona mwongozo wa maombi ya kihekima inavyoleta mabadiliko, inavyoleta yani neema ya msaada katika maisha ya mtu ama watu. Hekima husimama imara na imani yake wakati wa shida, kwa kuwa msimamo wake hautegemei vitu visivyo na nguvu, bali inategemea Mungu ambaye ndiye aliyetumba kwa mfano na kwa sura yake. Amen. Ndio maana tunaambia kwamba tusifuatishe namna ya hekima ya dunia hii. Mungu si mwanadamu hata aseme uongo. Na Mungu akisema, anasema katika hekima yake.
nasema katika maarifa yake. Kwa hiyo tuone jambo la muhimu kuzingatia, kuelewa na kufahamu vipengele vya msingi vya kimsimamo thabiti wa imani. Haleluya. Lazima uwe thabiti na uwe kweli, na lazima uwe na ushuhuda wenye ushahidi ulio wa kweli, ambao haiwezi kukusababisha kuyumba. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sasa nilikuambia tutaangalia mtu, tutaangalia watu. Tunaanza sasa kwenda kutazama mtu au watu ambao watatupa mfano ulio bora kabisa katika swala la msingi wa imani katika maombi, maombezi na shukrani. Tunaangalia nini? Sehemu ya pili tunamwangalia Musa. Kwenye Biblia tunapata kuna mtumishi anaitwa Musa aliyeandika vitabu 5 vya Agano la Kale. Toka mwanzo pale kuna vitabu 5. Sasa tunaangalia Musa, msimamo wake. Alikuwa ni mnyenyekevu na mtendaji, alikuwa ni kiongozi. Sasa msimamo wa imani ya Musa, tunaangalia msimamo wa imani ya Musa. Sasa tunapoangalia msimamo wa imani ya Musa, basi nataka tuweze kuhakikisha kabisa kila mmoja anapata kitu na anaelewa na anafahamu ametoka wapi, yuko wapi na wapi anakoelekea. Kwa hiyo ni vema na ni vizuri tuweze kuelewa msimamo wa imani ya Musa. Kwa hiyo tutaangalia katika hatua hii msimamo wa imani ya Musa, ili kila mtu ambaye umepata neema na kibali leo kuwepo mahali hapa, basi ionekane imani yako, ionekane imani yako, ionekane imani yako, ionekane imani yako. Sema ionekane imani yangu, ionekane imani yangu, kwamba imekubalika mbele za Mungu Mwenyezi, Muumba mbingu na nchi. Na imani yangu ithibitike na iwe na msingi wa hekima ya Mungu, maarifa ya Mungu. Na imani yangu inipelekee katika msimamo nilio nao siku ya leo, kuja mahali hapa nipokee haja ya moyo wangu, haja ya moyo wangu, haja ya moyo wangu, haja ya moyo wangu, kupitia maombi na sala na dua na shukurani na maombezi zinazofanyika mahali hapa katika neno la hekima. Kuanzia sasa imani yangu iwe na nguvu na niweze kupokea kuponywa, kufunguliwa, na nisirudi kama nilivyokuja, bali kwa imani ambayo nimekuwa nayo nirudi nimepokea muujiza. Sema amen. Tunaangalia msimamo wa imani ya Musa. Msimamo wa imani ya Musa. Tutaangalia zaidi ya mmoja, alafu utajenga imani yako iwe daraja la kimsingi kabisa la wewe kupokea uponyaji. Amen. Twende. Musa alisema kwenye msingi wa kumtambua Mungu kama mwenye nguvu kuliko Farao na miungu yake. Kuna mtu ananielewa? Amen.
Narudia tena. Musa alisema na Musa alisimama, anaonyesha hekima ya kimsingi kiroho ya Mungu ambayo ilionyesha msimamo kuwa Mungu wake anayemwamini ana nguvu kuliko Farao na miungu ya Farao. Amen. So useme amina. Amen. Haleluya. Amen. Inua imani yako. Inua imani yako. Inua imani yako. Amen. Usitazame kwa imani ya mtu mwingine, tazama kwa imani yako, pokea kwa imani yako. Amen. Sikia kwa imani yako. Haleluya. Amen. Musa alisimama kwenye msingi wa kutambua Mungu, kumtambua Mungu, kutambua hekima ya Mungu, kutambua viwango vya kiroho kwa Mungu zaidi ya viwango vya madhabahu zingine na miungu mingine ya Farao. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa tunapomfuatilia mtu wa Mungu Musa, ni mtu ambaye alikuwa na unyenyekevu, lakini tazama, anatuonyesha kwamba kwa msingi alionayo wa imani kiroho, nini kinachotokea? Anaona kwamba Mungu wake ana nguvu kuliko Farao na miungu yake. Musa alikuwa katika nyumba ya Farao, alijua utajiri na mamlaka ya Wamisri, lakini alichagua kuwa na Mungu wa Israeli. Leo hii ni vema na ni vizuri utambue kwamba wewe ni nani, kutoka wapi, una nini, na mahali uliko pia utambue na uelewe, lakini pia upate kutambua uwezo wa Mungu aliyekuumba kwa mfano na kwa sura yake. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Una bahati sana mpaka leo ukapata neema ya kusikia neno hili. Twende katika kitabu cha Waebrania 11. Kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 24 tena mpaka 27. Tuone maandiko ya kimsingi inavyozungumza juu ya imani. Kumbuka kwamba Agano la Kale ni kivuli cha Agano Jipya. Agano la Kale ni kivuli cha Agano Jipya. Kwa hiyo tuone, msomaji, tusomee Waebrania 11 mstari wa 24 hadi 27. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Neno la Mungu linasema, kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Aha, maandiko yanasema kimsingi kihekima, Musa amekuwa mtu mzima. Ina maana alianza katika umri mdogo, mchanga, kaendelea. Sasa akafika, sasa ni mtu mzima, anafanya maamuzi ya kihekima ya kiungu. Leo ninataka wewe mwenyewe kwa imani yako ufanye maamuzi kwamba hilo tatizo na hali ulionayo haina uwezo kama Mungu aliyekuumba na aliyekusababisha leo uje mahali hapa. Amen. Haleluya. Amen. Twende. Nitaendelea mstari wa 25. Akaona ni afadhali kupata mateso kupata shida au mateso pamoja na watu wa Mungu, kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Amen. Haleluya. Amen. Mstari wa 26. Akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri. Ndio. Kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo. Kwa imani akatoka Misri, asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili kama amuonaye yeye asiyeonekana. Haleluya. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti wa Farao. Akachagua kuteswa pamoja na watu wa Mungu kuliko kuwa na anasa
za dhambi kwa muda, akayahesabu matukano ya Kristo ya kuwa ni utajiri mkuu katika hazina za Wamisri. Haleluya. Amen. Ndiposa anasema kwamba ifike wakati waachane na madhabahu za ukoo, waachane na madhabahu za kifamilia na maeneo, waamue ya kwamba watasema watakachosema, wataongea watakachoongea, lakini wewe utabaki kuwa imara kwa Mungu wako, kama Musa alivyotambua akasema, kuanzia leo sina sababu ya kwenda kujifurahisha kwa wanadamu na kwa watu, kwa sababu ya kufanya vitu vya kiulimwengu na dunia hii, alafu nikamkosa Mungu. Halo? Amen. Halo? Amen. Tanielewa sasa? Amen. Tuangalie utendaji wa msimamo wake. Sio kana kwamba alikuwa na imani tu, lakini tuangalie msimamo wa imani yake. Moja, alichagua kuwa na watu wa Mungu baada ya utajiri wa Wamisri, badala ya utajiri wa Wamisri. Hebu chagua leo. Chagua leo. Nawezekana unanisikiliza, unanifuatilia, lakini kuna shida, umekuwa na ubaguzi, unajiona au mnajiona kwamba nyinyi kwenye dhehebu lenu, kwenye dini au kwenye imani, nyinyi mko sawa sawa, na Mungu anawaangalia tu, na Mungu anakutazama tu. Kuna namna umeshikilia dhehebu, umeshikilia dini, lakini haina Mungu wa kweli. Ni sawa tu kama Farao na miungu yake na madhabahu zake na waganga wake na kila namna ya uchawi uliokuwa upo. Ndivyo ilivyo kwako au kwenu. Kwenu wanamtaja Mungu kwa vinywa tu, mioyo wako mbali. Ikishafika mwezi wa ngapi, wa 12, ndio utaelewa huyu ni wa Mungu au ni wa madhabahu ya ukoo. Uangalie watu wanavyojipanga kwenda kwao au makwao, kwenda kufanya mitambiko na kurinyiu mikataba. Hivi wewe umepona kweli? Au uko kwenye hesabu ya kwenda kuhesabiwa na kile kiringe cha boma? Yaani unabebwa hata uendi. Unabebwa. Uende ukajiakilisha ukahesabiwa kwenye imani ya kimadhabahu, ya kifamilia, ya ukoo. Tunamhitaji Mungu. Tunamhitaji Mungu. Amen. Nasema tukatae hayo, tukubali wito wa kweli wa imani katika hekima kiroho na Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Kuna mtu ananielewa? Amen. Kama unanielewa mpe Yesu makofi. Haleluya. Musa alikuwa katika nafasi ya kupata ufalme mzima wa Misri, lakini alikataa. Aliamua kuwa mtumwa wa Mungu badala ya kuwa mfalme mwenyewe. Kwa hiyo kuna vitu unaahidiwa, ukikubali utapewa, ukikubali utapewa, utapata. Kumbe unapoteza hadhi ya nafasi kwa Mungu. Wacha tuone mfano halisi. Alipomuua Misri anaye mdhuru Myahudi. Kitabu cha Kutoka mlango wa 2. Kutoka mlango wa 2 na mstari wa 11 mpaka 12. Musa alifika anafanya utetezi. Anakutana na mtu ambaye amefanya madhara ya kumdhuru Misri. Haya, tunaona mfano halisi. Musa alipomuua Misri anaye mdhuru Myahudi. Musa alikuwa anajitambulisha na watu wa Mungu, ingawa angefukuzwa. Tuone
Nitasoma kama ilivyoandikwa kitabu cha Kutoka mlango wa 2 mstari wa 11. Hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima, akatoka kuwaendea ndugu zake, akatazama mizigo yao, akamwona Misri anampiga Mwebrania, mmojawapo wa ndugu zake. Basi akatazama huku na huko, na alipoona ya kuwa hapana mtu, akampiga Misri yule, akamficha ndani ya mchanga. Amen. Oyo, unaona kwamba leo kuna watu naweza ukawakuta wako sehemu wanaangalia huku na kule, alafu wanafanya mambo yao ya kigiza, ya kishirikina, ya kichawi. Lakini bahati nzuri Mungu anakupa kuona, huyu mtu au hawa watu wanafanya nini. Hello? Amen. Musa alikimbia Misri akaenda Midiani. Alikaa miaka 40 akiwa mchungaji wa kondoo za baba mkwe. Ingawa alikuwa mwanazuoni wa Wamisri, hakurudi nyuma kwa Farao kutafuta rehema. Mwambie jirani, wakati wa Mungu unakuja kwangu. Wakati wa Mungu ni sasa. Wakati wa Mungu umekuja kwangu. Ndio maana niko mahali hapa. Rehema za Mungu zitahusika kwa upendo wa Mungu, na maisha yangu yatapokea uponyaji. Nitapata kufunguliwa, nitasikia vizuri, nitaona vizuri, nitatembea vizuri, nitakula vizuri, nitafanya vile Mungu anavyotaka. Mungu anirehemu. Japo katika nguvu niliyokuwa nayo sikumtafuta, sasa naweka bidii kumtafuta katika hali nilionayo. Mungu anirehemu. Bado mimi ni wake. Pe Bwana makofi. Haleluya. Amen. Narudia tena. Baada ya hatua hii, tunaona katika hatua nyingine alivumilia mateso, alimtumainia Mungu, alimtegemea Mungu aliyeonekana. Musa alikimbia Misri akaenda Midiani. Alikaa miaka 40 akiwa mchungaji wa kondoo za baba mkwe. Ingawa alikuwa mwanazuoni wa Wamisri. Kwa hiyo Musa hakuwa lele mama, ni msomi. Hakurudi nyuma kwa Farao kutafuta rehema, bali alisubiri wakati wa Bwana. Maana alijua wakati wa Bwana ndio kuna msaada. Haleluya. Mungu akuone mahali uliko. Amen. Mungu akutembelee. Amen. Mungu akurehemu. Mungu akufungue. Amen. Mungu akuponye. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Uwe na imani uweze kupokea. Amen. Uweze kupokea. Amen. Jambo la 3. Alisimama mbele ya Farao bila hofu. Haleluya. Amen. Mwambie jirani yako, ondoa hofu. Ondoa mashaka. Ono unawaza kufa. Acha wasiwasi. Sema sitakufa, bali nitaishi, niasimulie matendo makuu ya Bwana. Maadamu nimefika hapa, Mungu amenirehemu, ameniongezea tena hatua za maisha. Pe Bwana makofi. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Amen. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananisikia? Amen. Okay, kuna kitu unakipokea katika jina la Yesu. Haya, tuangalie Kutoka 5 mstari wa 1. Angalie aliporudi kutoka Misri akiwa na amri ya Mungu. Nini kinatokea? Nitasoma kama ilivyoandikwa. Neno la Mungu linasema, hata baadaye Musa na Haruni wakaenda wakamwambia Farao, wakasema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi,
wape watu wangu ruhusa waende, ndio ili kunifanyia sikukuu jangwani. Ngoja kwanza, inaonekana kabisa ya kwamba hata sasa inawezekana kuna mtu yuko hapa au ananisikiliza, unakutana na ujumbe huu, lakini umekuwa ni mtu ambaye huwezi. Ila je, unatambua huwezi nini? Kuna mwingine yani ametambua hasikii. Kuna mwingine haoni. Kuna mwingine hali vizuri, anatambua. Kuna mwingine hatembei. Kuna mwingine hakai. Kuna mwingine halali vizuri. Hata ukimwambia akimbie hawezi kukimbia. Amekuwa mateka, amekamatwa, amesetwa, yuko kwenye maisha ambayo hajiwezi mpaka asaidiwe. Hujanielewa? Lakini sio wewe wa kwanza. Tunaona hapa umekamatwa. Hata aliporudi kutoka Misri na amri za Mungu, Musa alimwogopa Farao, ingawa Farao alikuwa mfalme mwenye nguvu duniani. Kwa wakati huo alisema wazi, acha waende watu wangu. Isomee tena. Acha watu wangu. Leo kuna mtu ukinisikiliza vizuri, utaachiwa uone vizuri. Amen. Utaachiwa usikie vizuri. Amen. Utaachiwa ule vizuri. Amen. Utaachiwa utembee vizuri kwa miguu yako. Amen. Utaachiwa uwe huru. Amina. Ukinisikiliza ukanielewa, imani yako leo itakuponya. Amen. Wewe ulivyo sio wewe umetaka na sio Mungu. Kuna vitu vimepambana, vimepiga maisha yako, ndio maana uko hivyo ulivyo. Ndio. Hebu sikiliza vizuri. Nitarudia kitabu cha Kutoka mlango wa 5 mstari wa kwanza. Hata baadaye Musa na Haruni wakaenda wakamwambia Farao, wakasema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, wape watu wangu ruhusa waende, ili kunifanyia sikukuu jangwani. Kuna mtu Mungu ameamuru afunguliwe. Amina. Nasema kuna familia Mungu ameamuru ifunguliwe. Amen. Kuna mtu ananiona, ananisikiliza na kutangazia, ni majira ya Mungu wako sasa ninavyoongea, kuachiliwe uwe huru. Amen. Haleluya. Mlioko hapa mahali popote ulipo, ujumbe huu inakuhusu wewe, uachiwe uwe huru. Amen. Uachiwe ukafanye biashara vizuri. Amen. Uachiwe ukafanye mipango na malengo yanao leta manufaa na mafanikio. Amen. Uachiwe miguu yako. Uachiwe viungo vyako. Uachiwe na maradhi na magonjwa na matatizo yote. Haleluya. Sema niachiwe. Sema tena niachiwe huru. Katika jina la Yesu. Pointi ya 4. Aliwavumilia watu wa Mungu hata walipomkosea. Kutoka 32 mstari wa 32 tunaona watu waliomnyenyekea. Amen. Twende. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Neno la Mungu linasema, walakini sasa ikiwa utasamehe dhambi zao, na kama sivyo unifute na kusihi katika kitabu chako ulichoandika. Haleluya. Amen. Tunaona hapa mstari wa 33. Bwana akamwambia Musa, mtu yeyote aliyenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu. Watu waliochukua hatua ya unyenyekevu wakachukua hatua, wakamtaka arudi Misri. Alitengeneza, naona
Hapa ikafanyika mikakati ambayo ilikuwa inaleta chukizo kwa Mungu. Ikafanyika mambo ya mipango ya sanamu ya ndama kwa wana wa Israeli waliotolewa Misri. Wakafika sehemu Musa alipoenda kunyenyekea mbele za Mungu, anarudi anawakuta watu mioyo yao imegeuka, wamehama. Wakatengeneza ndama ya dhahabu wakati yeye yuko mlimani. Lakini Musa mtu wa Mungu hakuwaacha, aliendelea kuwaombea hata alipojitolea kufutiliwa mbali kwa ajili yao. Musa aliamua. Angalia hatari ambayo huwa watumishi wa Mungu wanapata. Yaani anafika sehemu ni kama hapendi maisha yake, hajali maisha yake. Naona anajihatarisha kwa sababu ya mtu, kwa sababu ya watu. Musa hapa tunamuona anafika sehemu ugomvi unakuwa mkubwa kati ya Mungu na watu ambao wamemwacha nani? Mungu. Wakageukia sanamu, ndama iliyotengenezwa kama Mungu, kwamba ndio iliyowapa nguvu na msaada wa kutoka Misri. Musa anarudi anakuta Haruni. Hatua, mambo yamebadilika. Nini kinachotokea? Tunajifunza nini katika fundisho hili? Haleluya. Ambie mwingine tunahitaji msaada. Tunahitaji msaada. Sema tena tunahitaji msaada. Tunahitaji msaada. Huyu ni Musa, tumemwona. Imani yake imetujenga, imetufundisha kitu. Haleluya. Sema Mwenyezi Mungu, Muumba mbingu na nchi, mwingi wa huruma na wa rehema, wewe ambaye ulimuinua mtumishi Musa ili kuwatoa Israeli utumwani Misri, nami siku ya leo naamini umeinua madhabahu hii ya neno na maombi kwa wakati na kwa majira, na mtumishi wako ambaye umemweka kwenye hii madhabahu ili mimi na familia yangu sisi tupate kufunguliwa, tupate kuwekwa huru katika jina la Yesu. Maisha yangu yakapate ukombozi, yakafunguliwe kama walivyofunguliwa wale wa Misri, na Waisraeli katika nchi ya Misri chini ya utumwa na utawala wa Farao na madhabahu zake na miungu yake. Leo hii madhabahu yoyote, roho yoyote, nguvu yoyote iliyonikamata, iliyonitawala, iliyonishikilia, iniachie katika jina la Yesu. Iniachie kwa damu ya Yesu. Nami natangaza nimewekwa huru katika jina la Yesu. Amen. Twende sehemu nyingine, tuangalie sasa mtu mwingine anaitwa Suleiman. Msimamo aliokuwa nao, aliousimamia yeye katika imani. Msimamo wa imani ya Suleiman. Huyu naye alikuwa ni mwanazuoni. Kwa hiyo tunaweza tukajifunza kitu. Twende katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza, mlango wa 3 mstari wa 5 hadi wa 14. Tunaanza kujifunza ili tujenge imani yetu, kila mmoja apate ukombozi. Amen. Aha. Nitasoma kama ilivyoandikwa, Wafalme wa Kwanza mlango wa 3 mstari wa 5. Ndio. Na huko Gibeoni Bwana akamtokea Sulemani katika ndoto ya usiku. Ndio. Mungu akamwambia, omba utakalo nikupe. Sulemani akasema, umemfanyia mtumwa wako Daudi baba yangu fadhili kuu, kadiri ulivyoenenda mbele zako katika kweli na katika haki na katika unyofu wa moyo pamoja nawe. Nawe umemwekea na fadhili hii kuu, maana umempa mwana wa kuketi kitini pake kama ilivyo leo. Mstari wa 7.
Na sasa, Bwana Mungu wangu, umenitawaza niwe mfalme mimi mtumwa wako badala ya Daudi baba yangu, nami ni mtoto mdogo tu, sijui jinsi inipasavyo kutoka wala kuingia. Na mtumwa wako yu kati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Mstari wa 9. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya, maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi? Mstari wa 10. Neno hili likawa jema machoni pa Bwana, ya kuwa Sulemani ameomba neno hili. Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili, wala hukunitakia maisha ya siku nyingi, wala hukutaka utajiri kwa nafsi yako, wala hukutaka roho za adui zako, bali umejitakia akili za kujua kuhukumu. Basi tazama, nimefanya kama ulivyosema. Tazama, nimekupa moyo wa hekima na akili, hata kabla yako hapata kuwa na mtu kama wewe, wala badala yako hata inuka mtu kama wewe. Mstari wa 13. Na mambo yale usiyoyaomba nitakupa, bali na fahari hata hapata kuwa na mtu katika wafalme kama wewe siku zako zote. Nawe ukienda katika njia zangu na kuyashika mausia yangu na amri zangu, kama baba yako Daudi alivyokwenda, basi nitazifanya siku zako kuwa nyingi. Haleluya. Mungu asifiwe sana. Tumpe Mungu makofi tena. Msimamo wa imani ya mtu Sulemani. Sulemani alianza na msimamo mzuri kuliko wengi. Alipopata nafasi ya kuomba kitu chochote, hakuomba utajiri wala maisha marefu, bali hekima ya kutawala watu wa Mungu, kuongoza watu wa Mungu. Amen. Sijui hapo ulipo wewe umeomba nini? Wewe umetaka nini kwa Mungu? Kila siku ukiamka, sala zako na maombi yako, unaomba nini? Muulize jirani yako, unataka nini kwa Mungu? Unataka nini? Unataka nini? Unataka nini? Aliomba hekima, Mungu akamtolea hekima pamoja na utajiri na utukufu. Haleluya. Tunaona utendaji wa msimamo wake Sulemani alijenga hekalu la Mungu kwa uzuri na kwa bidii. Wewe na mimi tunafanya nini kwa uzuri na kwa bidii kwa Mungu? Tunamfanyia Mungu nini? Kila eneo, kila sehemu tu watu wanatafuta uponyaji, miujiza, unabii. Wewe unataka nini? Wewe unatafuta nini? Hello? Sulemani hakuwa mchoyo kwa Mungu. Leo kuna watu ni wachoyo mpaka kwa Mungu. Unataka utajiri lakini ni mchoyo. Unataka uzima, uponyaji, lakini huna bidii ya kushuhudia ya Mungu na kutenda ya Mungu. Ni hatari. Unataka uzima, Mungu akuongezee siku, alafu ufanye nini? Huna shukurani. Tuwe watu wenye shukurani mbele za Mungu. Nasema tuwe watu wenye shukurani mbele za Mungu. Amen. Haleluya. Alitoa dhahabu,
fedha na vifaa bora zaidi kwa ajili ya hekalu lijengwe. Alijenga hekalu ambalo lilikuwa maarufu ulimwenguni kwa utukufu wake. Wafalme wa Kwanza mlango wa 6. Alijenga. Wewe unafanya nini? Leo tuna matajiri, lakini utajiri wao ni wa masharti, wa sheria. Hawawezi kufanya alichokifanya Suleiman. Ni wachache. Anakufa na mali zake zote zinayeyuka, zinapotea, zinasambaratika. Hazikutokana na Mungu, na hekima ya Mungu, na elimu ya Mungu, na maarifa ya Mungu. Familia, tunaenda wapi? Ndani ya taifa la Tanzania na nje ya taifa la Tanzania, mahali popote ulipo, kiongozi, mhudumu, mtumishi uliyepewa, watumishi, tuwafundishe watu namna gani wawe na imani na Mungu, namna gani wajitolee. Hata kama watakuwa na mambo mengi, watanena mengi, watazungumza mengi, sababu kila mmoja sasa hivi ni kama mwanazuoni, kila mmoja kulingana na mitandao ya kijamii. Sasa hivi mtu anafuata akili yake, mawazo yake, moyo wake, roho yake. Ni wachache ambao wanawasikiliza wakufunzi wao, makuhani, maaskofu, waangalizi, viongozi, mitume, manabii na wengine ambao Mungu ameweka. Ni wachache. Ni wachache. Ni wachache. Sulemani aliomba kuweka wakfu hekalu kwa Mungu. Katika kuweka wakfu hekalu, Sulemani aliomba maombi marefu na yenye nguvu. Wafalme wa Kwanza 8:22 mpaka 53 pale. Aliomba kwa ajili ya msamaha, uponyaji na rehema kwa watu wa Mungu. Nami naomba msamaha, naomba rehema, naomba uponyaji wa Mungu uingie ndani ya maisha yako, ndani ya familia yako. Haleluya. Haleluya. Pe Bwana makofi. Haleluya. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Amen. Fuatilia na unisikilize kwa imani vizuri. Na jambo jingine, aliandika methali na nyimbo nyingi za kumtukuza Mungu. Wewe umeshika nini moyoni mwako? Unaongea nini? Unasema nini? Una lawama nyingi sana. Watu wengi wanakufa kwa pressure na sukari na maradhi na magonjwa. Kwa nini? Ndani yao ni lawama, ndani yao malalamiko, ndani yao mashindano, malumbano. Lakini angalia, aliandika methali nyingi na nyimbo nyingi za kumtukuza Mungu. Sulemani aliandika methali 3,000 na nyimbo 1,005. Wafalme wa Kwanza mlango wa 4 mstari wa 32. Alitumia hekima yake kufundisha wengine kumjua Mungu. Leo hii usipokuwa makini, hata jinsi ulivyokuwa unabadilishiwa, unakuwa unaenda tofauti na vile Mungu anavyotaka. Unakuwa unaenda vile mtu anavyotaka, au dhehebu au dini, sio Mungu anavyotaka, dhehebu au dini. Kwa hiyo umuogopi Mungu auaye roho na kukuweka anakotaka, au kuweka kuamuru. Unaogopa mwanadamu ambaye anaua mwili tu.
Bwana atusaidie. Amen. Kwa hiyo kuanguka kwa msimamo wa Sulemani aliporuhusu moyo wake igeuzwe, nguvu iliyogeuza moyo wa Sulemani akapenda wanawake wengi. Kwa hiyo hiki kiligeuza moyo, kikaleta shida katika maisha yake. Msimamo wa imani unahitaji kulindwa kila siku. Sulemani alianza vizuri, lakini alimaliza vibaya kwa sababu aliruhusu vitu vya watu wamvute kutoka kwa Mungu. Sema chochote kinachogeuza moyo wangu kutoka mahali au kwa watu, ninakikataa kwa jina la Yesu. Nakikataa kwa damu ya Yesu. Hakiwezi kuniharibia uhusiano wangu na Mungu, maisha yangu na Mungu, hatima yangu na Mungu, katika jina la Yesu. Mungu nisaidie. Mpe Bwana makofi. Haleluya. Ninao watu wengi ambao tungewajifunza. Hebu twende kwa mtu mwingine, na si mwingine, anaitwa Elia Mtishibi. Elia Mtishibi. Msimamo wa mtumishi huyu, nabii huyu wa Mungu, msimamo wa Elia Mtishibi na uhodari na utendaji wa maombi makali. Huyu yeye ni mtu wa Mungu, nabii wa Mungu ambaye alikuwa na msimamo unaovutia upande wa Mungu tu. Halo? Amen. Na ndio maana mimi nimepewa na kupa bure, lakini unatunzaje? Sababu kuna watu wanateseka, wanateswa na miungu na madhabahu, wanavurugwa kwenye maisha, kwenye mahusiano, lakini wanapofika kwenye madhabahu aliko mtumishi wa Mungu wanapata msaada, lakini ni wachache wanaorudi kutoa shukrani. Ni wachache. Shukrani ina nguvu kubwa sana. Unaporudi kusema asante kwa mahali hapa Mungu amenitendea. Jatuona, kuna watu wanaishi maisha yao, hawaishi na uwepo wa Mungu. Halo? Amen. Sema Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Msimamo wa imani ya nabii wa Mungu Elia. Elia alisimama kwenye ukweli kwamba Bwana wa Israeli ndiye Mungu pekee aliye hai, na wengine wote ni sanamu tu. Alijua kuwa anaweza kufa kwa sababu ya msimamo wake, lakini haikujali liwalo na liwe, lakini hakukubali kutoka nje ya njia ya Mungu. Kwa neema ya Mungu, hata mimi nina watu ambao wamekutana na nguvu ya imani ambayo Mungu amenipa. Amen. Nimetamka kama aishivyo Mungu na alivyoniita na alivyonituma, nimeamuru wapone na wakapona. Amen. Lakini swali, wangapi wanarudi kumshukuru Mungu? Wangapi wanarudi kuuliza, mtumishi, nimebarikiwa hapa, na wewe chukua hapa, nenda ukaendelee na kazi? Wangapi? Mungu anapokurudishia amani iliyotoweka, furaha iliyotoweka, Mungu anavyokufungua, Mungu anavyokuponya,
na wewe unatakiwa umshukuru Mungu. Bora utoe kitu, utaacha alama ipi? Alama ipi? Mungu anayekupigania gizani, kwenye madhabahu, kwenye miungu, kwenye roho. Mungu anayekufanya uthaminike, utambulike. Muulize jirani yako, unawaza nini juu ya Bwana? Unafikiri nini juu ya Bwana? Halo? Bwana Mungu wa Israeli yu hai, ambaye nimesimama mbele zake. Hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii, isipokuwa kwa neno langu. Na mimi ni mwanadamu kama wanadamu kweli, lakini ninao watu ambao nimewaamuru wapone na wakapona. Haleluya. Kuna watu walikuwa kwenye shida, kwenye tabu. Nimekataa mateso. Kama si waseme wengine, ngoja nimseme huyu binti hapa, mdogo kabisa. Lakini huyu binti yuko na watu wengine wanalala ndani, lakini bibi yake anatoka mkoa mwingine katika mikoa ya nchi hii, taifa hili. Angalia, yuko yeye yuko Dar es Salaam, yuko Dar es Salaam, lakini bibi yake yuko Singida. Sasa Singida na hapa ni kilomita ngapi? Kufumba na kufumbua, bibi anaingia na nyumba imefungwa, na anaingia na watu wamelala, na hataki kiti, anakaa kwenye mgongo wa mtu. Anashangaa tu, yeye ameamshwa, wanakaa wanaanza kuongea na bibi yake, na akija anakaa juu ya mgongo wa mtu, akiongea naye mawili matatu, wameondoka, wanaenda uwanjani, kwenye shamba, kwenye mti mkubwa Singida. Akimaliza anarudishwa, anaamkia Dar es Salaam. Sasa toka tumefanya maombi mpaka leo hamuoni yule bibi tena. Amen. Kwani huoni jinsi uwezo wa Mungu ulivyo? Huyo tu nimemwongelea kidogo tu, Kila mtu ana namna. Teresia huyo hapo 2008. Leo nikikuonyesha picha niliyokutana nayo, huyu mama huyu, yani anaenda kama anaenda upande, haendi kunyooka. Na alinikuta tu, hata sina jengo, naabudia chini ya mti. Akamuelewa Mungu wangu aliyenituma, aliyeniita. Hakubanduka mpaka leo. Nami nimemwamuru, japo ana umri mkubwa, lakini nimemwamuru awe na kamwili kama mdada, japo sasa hivi anaitwa bibi, ana wajukuu. Miaka mingapi mama? 62. Lakini mwangalie, nimemficha ndani ya damu ya Yesu. Kwa nini? Alimuelewa Mungu ninayemwabudu, Mungu ninayemtumikia. Adui anajaribu kuleta changamoto, lakini ndani ya Yesu, ndani ya neno la Bwana, ndani ya madhabahu, ndani ya damu ya Yesu tunamshinda. Amen. Amejaribu kuzunguka kila eneo, juu yake, juu ya watoto wake, juu ya biashara zake, afya yake. Tukamwambia, wewe adui, tunakutambua, achia, huyu si wako, hii ni chombo cha Bwana.
Usipokaa kwenye madhabahu, unaishi wewe mwenyewe na familia yako, shetani anakuja kuweka makao. Nenda ukaulize familia ya Ayubu. Shetani alienda nao, aliwasindikiza mpaka kwa Mungu mwenyewe. Hapo anauliza, wewe bwana shetani umetoka wapi? Nimetoka kuzunguka nikawaona hao. Kasema ngoja niwape escort. Nikajue huo kuna siri gani huko wanapokuja kwako. Nyinyi mnazunguka na mashetani mpaka mizimu nyumbani. Wengine wamewakamata miguu, wengine mikono, wengine kiuno, wengine tumbo, wengine macho, wengine masikio, wengine shingo, wengine kichwa. Mmekaliwa. Unajaribu kutoka, utoki. Bwana amenituma. Bwana amenituma. Bwana amenituma. Bwana amenileta. Uwe na imani, unaweza ukaponywa. Unaweza ukafunguliwa. Halo. Halo. Mungu asifiwe sana. Hapana. Hiyo hali ulionayo sio ya Mungu. Nakataa. 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 Nakataa kabisa. Umemkosea Mungu nini mpaka akaruhusu adui aweke mikono yake juu yako, avunje miguu au mikono, mwili, apande magugu, maradhi na magonjwa ndani yako? Rudi kwa Yesu. Wacha kujihesabia haki mwanadamu. I say, hapana, 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 hapana. Kwa imani tulionayo, hata sasa Bwana ni Ebeneza. Amen. Hata sasa Bwana ni Ebeneza. Amen. Haleluya. Amen. Wewe mwenye imani, uweke imani, Mungu anakuponya. Amen. Haleluya. Amen. Utendaji wa msimamo wake. Elia nabii wa Bwana alifunga mbingu kwa maombi. Unataka leo niombe kwa maombi kufunga nini na kufungua nini? Ninayo uwezo kwa Mungu aliyeniita. Ninayo. Nimepewa. Uamini usiamini, utaona. Amina. Halo? Amen. Najua kuna wengine wamenyang'anywa macho wengine wamenyang'anywa masikio. Wengine wamenyang'anywa meno. Tumuulize jirani yako, unazo idadi au zimeenda? Wengine wamenyang'anywa nguvu. Mungu akurehemu, Mungu akurejeshe. Haleluya. Elia aliomba. Elia hakuomba tu, bali alitenda kwa nguvu ya imani yake. Na mimi leo, wewe unayenifuatilia kwa neno hili na umeamini na umekubali, ninaomba kwa imani na kwa neno la Bwana, ninataka Mungu aone kutoka utosini mwako mpaka unyayo wa miguu, upokee uponyaji, upokee uzima, upokee kuwekwa huru. Haleluya. Amen. Elia alisema hakuna mvua. Kwani nikisema leo hakuna kuumwa, hakuna kuugua, hakuna kurogwa, hakuna kuharibiwa, na itakuwa. Amen. Hakuna kufa, na itakuwa. Amen. Biashara yako isife, huduma yako isife. Amen. Maono yako yasife. Amen. Ndoto yako isife. Amen. Wanaotafuta kuizika watajizika wao, wewe utabaki na ndoto yako. Amen. Haleluya. Amen. Nanielewa sasa? Amen. Nanielewa sasa? Amen.
Ondoka kwenye imani ya kuona kufa, kuona biashara inakufa. Inuka sasa, ni majira na ni wakati wa Bwana. Hautakufa bali utaishi, uyasimulie matendo makuu ya Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ikawa hakuna mvua kwa miaka 3.5. Hii ilikuwa hatua ya kuthubutu. Nchi nzima ikageuka, wanyama wakafa, watu wakaona hakika Mungu anatenda. Haleluya. Eliya alikabiliana na mfalme Ahabu kwa ushujaa. Mfalme Ahabu alimuita Eliya msumbufu wa Israeli, lakini Eliya akamjibu, akamsumbua, akamwambia, si mimi msumbufu au kusumbua mimi Israeli, hapana, bali wewe na nyumba ya baba yako, kwa kuwa mmeacha amri za Bwana na kufuata Baali. Maana yake wameacha imani iliyo sahihi, wakaenda kwa madhabahu zingine, kwa miungu. Wafalme wa kwanza 18:18. Alikutana na manabii 450 wa Baali peke yake. Hii kitu inashangaza. Angalia, Eliya hakuwa na jeshi, hakuwa na silaha, hakuwa na umati wa watu, hakuwa na jeshi. Alikuwa peke yake dhidi ya manabii 450 wa Baali na manabii 400 wa Ashera, lakini hakuogopa. Hebu 450 plus 400 inakuwa ngapi? 850. Alafu mtu mmoja na watu 850, yani buku kasoro 150 wafike 1000. Imagine Eliya alikuwaje? Alisema kwa ujasiri, na mimi nitasema kwa ujasiri. Wewe mwenye imani, nitakutamkia kwa neno la kinabii kwa ujasiri, kwa Mungu ambaye hajabadilika, yule wa Eliya hata leo, yule wa Musa, yule wa Suleiman hata leo hajabadilika. Nitatamka na itakuwa kwako, itatendeka kwako, itabadilika kwako, itafanyika kwako, alimradi uwe na imani tu. Uwe na imani tu na itafanyika. Halo? Halo? Uwe na imani. Uwe na imani. Anasema mpeleke kwanza fahali mmoja, mkachague, maana nyinyi ni wengi. Mkatake Mungu wenu, mkamuite. Wakaenda wakamuita, asiwepo, lakini msitie moto chini. Hapa sasa imetengenezwa madhabahu. Sema Bwana ndiye Mungu, muiteni. Lakini ikiwa Baali ndiye Mungu, mfuateni. Kusoma ile Wafalme wa kwanza 18 mstari wa 25 na 21. Eliya Mtishibi anasimama, anasema aliomba maombi mafupi. Bwana Mungu wa Ibrahim,
na Isaka na Israeli, ijulikane leo kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli. Jibu Bwana, jibu la Bwana, ili watu hawa wapate kujua ya kuwa wewe ni Bwana ndiwe Mungu, na kuwa wewe umegeuza mioyo yao wakuelekee wewe. Wafalme wa kwanza 18 mstari wa 36 na 37. Swali ni kwamba uko tayari Mungu akutendee? Uko tayari Mungu akujibu? Haleluya. Wangapi wako tayari? Sema Mungu, niko mbele zako leo, niko mbele zako sasa. Ninaomba Mungu usiyebadilika, wewe jana, leo na hata milele, na ijulikane leo kwamba wewe ni Mungu wa huruma, ni Mungu wa rehema, ni Mungu unayesamehe. Nisamehe, najua nimekukosea mengi, nikaenda kwa akili zangu, kwa hekima za kibinadamu, nimefanya mengi, na katika hayo nimejikuta nimetoka nje ya mstari, nje ya mapenzi yako, nikakutana na changamoto, kapiga maisha yangu, karibu maisha yangu. Hata sasa nimefika sehemu, nimechoka, nahitaji msaada. Nisaidie Bwana Mungu uliyesimama wakati wa Musa kwa Farao na wana wa Israeli, ukawaponya, ukawaokoa. Mungu uliyesimama wakati wa Sulemani, aliyekutumaini, aliyekutegemea, ukampa hekima na akili nyingi na maarifa. Bwana, ninaomba siku ya leo uliyesimama na mtumishi wako Nabii Elia, na sasa upo na nabii huyu na mtumishi huyu, ninaomba siku ya leo, Mungu, nione nimekimbilia madhabahu hii, nirehemu Bwana, nirehemu Bwana, nilioko hapa na wengine wote walio mbali mahali hapa, wote walipo wana imani ya kufunguliwa, ya kuponywa. Ingilia kati Bwana, ingilia kati Bwana, waponye, wafungue katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nataka Mungu atende jambo. Uko tayari? Nataka Mungu atende jambo ndani ya maisha yako. Uko tayari? Uko tayari? Mahali popote uliposema Mungu usiyebadilika, niko tayari, niko tayari kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Naomba sasa nguvu ya neno, nguvu ya hekima kupitia maombi na maarifa kutoka kwako, ingie ndani yangu. Kila aina ya shida, kila aina ya changamoto, kila aina ya nguvu iliyoshika maisha yangu, iliyoshika maisha yangu, mahali popote ambako adui ameweka changamoto, iwe kwenye kichwa, iwe kwenye tumbo, kwenye miguu, kwenye kiuno, kwenye mabega, kwenye macho, kwenye masikio, kwenye mikono, eneo lolote, mahali popote, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kuanzia sasa, kuanzia sasa, ninaamuru kila aina ya matatizo iniachie kwa imani niliyojifunza, ambayo imekuwa daraja na msingi wa hatima yangu, wa maisha yangu. Niko tayari, niko tayari, niko tayari, niko tayari, niko tayari. Yesu Kristo, Yesu Kristo, Bwana wa Mungu aliye hai, niponye
nami nitaponyeka. Nifungue, nami nitafunguka. Kuanzia sasa, madhabahu, 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 madhabahu ya ukoo, ya familia, ya maeneo, katika nchi, mahali popote na kwenye ulimwengu wa roho, ambayo imepelekewa malalamiko kwa ajili yangu, imepelekwa sadaka kwa namna yoyote, ili mimi niharibikiwe, nidhoofike, niumwe, nishindwe, leo hii kwa jina la Yesu, ewe madhabahu, ewe nguvu ya madhabahu, haribika sasa kwa jina la Yesu. Maneno ya lawama, ya laana kutoka kwenye hiyo madhabahu, makuhani wa ile madhabahu walioongea, walioyanena, wakiwasha moto, wakiweka vitu, wakiweka chungu, wakiweka sufuria, wakinena, wakizungumza vitu mbalimbali vya madhara kwenye ulimwengu wa roho, juu ya hatima yangu, juu ya afya yangu, juu ya familia yangu, juu ya maono, juu ya ndoto, juu ya maisha, juu ya elimu, juu ya amani, juu ya maendeleo. Nasema na hiyo roho kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, na dondosha, na haribu, na angamiza, na teketeza kwa uwezo wa Mungu, kwa nguvu ya Mungu. Mungu ambaye alisikia maombi ya Elia yakafanya kazi, naomba leo, naomba sasa, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, kwa imani, kwa imani, yeyote anayeshughulika kwa ajili ya maisha yangu, na nena leo, nazungumza leo, aliyenishikilia iwe chini kwenye shimo kwa jina la Yesu. Nakataa chochote kilichopikwa kwenye chombo chochote ambacho kimenenwa, kimezungumzwa kwa namna yoyote, kwa jina la Yesu. Uchao wa moto leo hii kwa jina la Yesu, iharibike, 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 iharibike kwa jina la Yesu. Makuhani walioenda kufanya hayo yote, ibada hiyo kwa namna yoyote, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, naondoa jina langu, familia, mipango, malengo, ndoto, huduma nilio nayo leo hii kwenye hiyo madhabahu kwa jina la Yesu. Ninafuta kila mipango, mikakati ya roho ya kifo na mauti walioyapanga, haina nafasi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaajilia moto, 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 moto ulao, moto ulao, omba moto ulao, moto ulao, moto ulao, moto ulao, ikarambe, ikateketeze kila aina magonjwa, kila aina roho, kila aina nguvu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mapepo, majini, mizimu na nguvu zote ziteketee, ziharibiwe, 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 ziharibiwe. Magonjwa yaliyotengenezwa kwenye miguu, kwenye viungo, ndani na nje, leo, 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 viachie, 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 viachie kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Omba, omba kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Rapashakatarabu, ripakatarabashak, rapokotorobosak,
Rima mayanda rabakonto na mairabo. Rapokoto robo saka. Baba, ninaomba kwa ajili ya hao waliofika mahali hapa. Yesu, ninaomba kwa ajili ya mahali popote waliko, familia inaonifuatilia, familia inaofikiwa na ujumbe huu. Natangaza leo, natangaza leo, natangaza leo, natangaza leo, natangaza leo, natangaza leo, natangaza leo. Naharibu nguvu zote, naharibu roho zote, ziharibike, ziharibike. Omba, omba kwa imani, omba kwa imani. Raba baba shanda raba konto na mairabo. Rapo koto raba shanda. Le baba yanda raba konto na mairabo. Le mama shende rebo konto robo saka. Maisha yako iachiliwe, maisha yako iachiliwe, maisha yako iachiliwe, maisha rapa kato robo saka. Repa kata raba saka. Repa kata raba saka. Randa bakoto robo saka. Rapo koto robo saka. Fungua maisha yao, 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 fungua hatima zao. Rapo shaka rabasa, karaba kantorobasa, pema mashata rabasa. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya kila familia, asante kwa ajili ya kila mtu, mwanaume au mwanamke. Natangaza ukombozi, natangaza uponyaji, natangaza kuwekwa huru. Sema katika jina la Yesu. Sema kwa sauti, katika jina la Yesu. Sema kwa imani, kwa jina la Yesu. Kwa msingi wa imani niliojifunza, daraja la imani niliojifunza katika hekima ya kiroho ya kiungu, nasimama leo, nakataa kila aina tatizo katika mwili, ndani na nje, kila aina uharibifu wa adui, wa magonjwa, mashambulizi ya kila namna kwenye ulimwengu wa roho, katika milango ambayo adui anatumia. Ninakataa kuonewa, kuteswa, kusetwa kuanzia sasa. Sema kwa jina la Yesu. Nguvu za adui, sema achia, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema kwa kupigwa kwa Kristo Yesu sisi tumepona, sisi tumeponywa, sisi tumefunguliwa, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Sema sintakufa, bali nitaishi, niasimulie matendo makuu ya Mungu. Sema amen, sema amen, sema amen. Na kutangazia uzima, na kutangazia uzima, na kutangazia amani, na kutangazia furaha, na kutangazia ushindi, katika jina la Yesu. Mafanikio yenye ushindi, katika jina la Yesu. Pendwa msikilizaji uliyesikia, pendwa msikilizaji uliyejifunza, yatakuwa kwako katika jina la Yesu. Amen. Umepokea mabadiliko. Amina. Kumbuke kumshukuru Mungu. Amen. Anayetuleta tutumike madhabahuni. Sadaka zako ni za muhimu. Mshukuru Mungu na maisha yako na kazi yako na huduma na maisha yako na familia yako haitabaki kama ilivyo. Katika jina la Yesu ubarikiwe na Mungu. Amen. 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 Shalom, shalom. Shalom.